أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama ndugu zangu, katika siku hii ya leo insha Allah, hebu twende tukatazame maajabu ya suratul Qadri. Ma huwa suratul Qadri? Ni ipi hii suratul Qadri katika maajabu yake? Ndugu zangu, suratul Qadri ni moja kati ya sura miongoni mwa sura zilizokuwa ndani ya Qur'ani, ambapo sura hii inasomwa kama ifuatavyo: Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahri تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Hii ndiyo suratul Qadri. Sasa leo hebu twende ukatazame maajabu ya suratul Qadri. Suratul Qadri inaweza kufanya mambo makubwa sana. Suratul Qadri ina makubwa ya kuweza kumsaidia binadamu. Lakini naomba utambue ya kwamba hii suratul Qadri ni sura ya 97 katika mpangilio wa Qur'ani. Imeshuka Maka na ni sura yenye aya 5 tu. Sasa hebu twende tukatazame inaweza kufanya nini katika maisha yako suratul Qadri. Suratul Qadri, ikiwa unataka kumuona mtume usingizini, basi soma sura hii, na hali ya kuwa mtume mwenyewe alikwishawahi kusema. Maana unaweza kumuona mtume alafu pengine ukahisi hujamuona kweli, maana unaweza usiamini. Mtume alikushatoa maneno akasema, marraani fil manami, marraani fil manami, yoyote yule ambaye atakayeniona mimi katika usingizi, hakika mtu huyu ameniona kweli. Huyu mtu ameniona kweli. Lakini ikiwa unahitaji kumuona mtume, basi soma suratul Qadri mara 1000 siku ya Ijumaa, mara 1000. Basi kwa uwezo wake jalla fi'ala, Allah atakupa taufiki ya kuweza kumuona mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika usingizi. Lakini masharti yake ni kwamba fanya jitihada kufanya ibada, swali swala 5, jitahidi sana kufanya mambo yote ya khairati, na jiepushe na mambo ya maasi. Allah atakupa khairi na baraka ya kumuona mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo lingine tena ni kwamba katika hii suratul Qadri, ikiwa umenunua nguo mpya na unataka kuivaa nguo hii, basi usiivae bila kuisomea dua ya Qur'ani ya suratul Qadri, kwa sababu hujui nguo nyingi hizi zinakuwa ni za mitumba, mpaka inakufikia wewe hujui aliyekuwa akiivaa alivaa vaje, alifanyaje, alikuwa anaenda sehemu gani,
Pengine alikuwa anafanyia zina sana, alikuwa anachezea picha za X za ngono, alikuwa anakwenda kulewea na kadha wa kadha. Kwa hiyo nguo imejaa minuksi, mibalaa na mamikosi. Ukavaa wewe ambaye unakwenda kufanya biashara yako, unakuta biashara zinagoma, biashara haziendi kwa sababu ya kuvaa mamikosi ya watu wengine. Mwisho wa siku ukaachiwa mikosi baada ya kununua nguo ile. Sasa usiingie mikosi bila kujitambua. Nini cha kufanya? Soma suratul Qadri. Ikiwa umepata nguo mpya na unataka kuivaa, basi yasomee maji suratul Qadri mara 36, kisha ile nguo inyunyuzie, alafu nguo hiyo itakuwa safi na salama insha Allah, kulingana na ilipotoka huko. Kwa hiyo nguo yako itaondosha nuksi, mikosi, itaondosha mabalaa na itaondosha kila kilichokuwa kibaya katika nguo hiyo. Sasa hilo ni jambo la kwanza. Ni faida ya suratul Qadri. Kadhalika jambo la tatu, hilo lilikuwa ni jambo la pili. Jambo la tatu ni kwamba ikiwa unataka maiti yako isipate tabu kaburini, katika kabri pale, basi chukua mchanga wa sehemu ambapo unajua pamekwisha chimbwa kwa ajili ya kwenda kuzikwa maiti yako. Mchanga ambao umetokea kaburini, kisha usomee suratul Qadri japo mara 3, alafu kisha urudishie mule ule mchanga pale kaburini anapokuja kulazwa yule marehemu. Baada ya kuja kuzikwa maiti, basi mule ndani akishazikwa yule maiti patakuwa na harufu nzuri, patakuwa na manukato mazuri, patakuwa na khairi kubwa, na utakuwa umemsindikizia baadhi ya malaika wa suratul Qadri mule ndani, kiasi ambacho akiingia ataanza kuamanika na kutokuwa na hofu, kwa sababu tayari amekwishaingia sehemu ambayo ni ngeni, ambayo ndio kwa mara ya kwanza anakwenda kukutana nayo. Hiyo suratul Qadri itakwenda kumpa msaada mkubwa sana katika hilo. Lakini pia jambo la 4, ikiwa riziki zako ni ngumu, unataabika sana, unakwenda mashariki na magharibi, kusini na kaskazini kuitafuta riziki, lakini kwa bahati mbaya imekuwa changamoto, imekuwa mtihani, imekuwa dhiki, basi bila ya kujali, usiwe na mashaka, isome suratul Qadri mara 100, kisha msalie mtume mara 100. Lakini haya yote utayafanya katika chanzo chako cha mapato, mathalan kama vile dukani, stationary, huko ndio dukani kwenyewe, hotel, katika gari yako, na sehemu yoyote ambayo unaijua kwamba hii ndio chanzo cha biashara yangu, basi somea hapo. Kwa uwezo wake jalla fi ula, wallahi na kuhakikishia utastafidi, utafurahi, utastarehe vilivyo. Biashara yako itakuwa safi, itakuwa salama, na maisha yako yatazidi kuimarika na yatazidi kupata nuru. Lakini kadhalika suratul Qadri katika kinga ya nyumba pamoja na gari na vifaa kama hivyo. Ikiwa upo na nyumba, gari, pikipiki, hata simu ya mkononi, baskeli na chochote kile, basi vitu vyako hivi visomee suratul Qadri mara 41. Kisha baada ya kushamaliza kuvisomea suratul Qadri, visomee suratul Nas mara 41 na suratul Falaq mara 41 na qul huwallahu ahad, yani suratul Ikhlas mara 41. Basi hapo puliza kile chombo chako ulichokisomea, walillahi alhamdu, na kuhakikishia
utakuwa umeweka ulinzi mkali sana katika gari lako, na hakuna yoyote atakayeweza kulichezea, halitopata ajali zisizokuwa na mpangilio, na utasurvive vizuri katika maisha yako kupitia gari yako, nyumba yako, simu yako na chochote kile ambacho unachokikusudia. Habari ya mjini ni Suratul Qadri katika mambo yote hayo tunayokusudia. Kadhalika, jambo la 6, ikiwa una tatizo la macho yanakuwa na ukungu, macho yasiyoona vizuri, macho yanayouma, basi macho haya somea dua hii kwenye maji mara 121, maji ambayo ndani yake yametiwa chumvi ya mawe, unaitia mule ndani, kisha unayasomea. Ukishayasomea mara 121 Suratul Qadri, basi baada ya kufanya hivyo, utakachokifanya ni kwamba utanawa maji yako katika uso wako mpaka machoni mara 2 kwa siku, asubuhi na jioni. Basi utaona maajabu ya Allah katika maji hayo, na utaanza kuwa na nuru nzuri kabisa ya kuonekana na kuona na kufanya lolote katika mfumo wa khairati. Jambo la 7, ikiwa unahitaji kufungua vifungo vyote mwilini mwako, ulifungwa miaka 20 iliyopita, miaka 7, miaka 2, mwaka mmoja, miezi kadhaa umefungwa, mambo yako yote yaharibike, kila unachokifanya kisiende sawa, basi fa'alaika an taqra hadha as-sura, hadhihi sura, jitahidi kuweza kuisoma sura hii, na si nyingine bali ni Suratul Qadri. Itumie katika mambo mengi, lakini pia katika hili ambayo tumelisema sasa hivi, kufungua vifungo vyote vya kichawi, vya majini na kadhalika. Chukua karatasi yako au sahani yako nyeupe, andika sura hii katika karatasi nyeupe au sahani nyeupe, kisha tia maji katika hilo kombe uliloliandika, kisha tumia maji hayo kwa kujimwagia huku yanatiririka sehemu tahara, yani kama vile unaogea uani kwako na kadhalika. Au kama hauna ua uliokuwa unatiririsha maji na kuyazamisha, utaogea katika beseni, kisha baada ya hapo maji haya utakwenda kuyamwaga hata katika sinki la kuoshea vyombo. Kwa utajimwagia maji haya katika beseni. Baada ya kuwa umekusha futa ile sahani uliyoandika kwa kutumia maji, basi maji haya utayahifadhi, utakuwa unatumia asubuhi na jioni kwa muda wa siku 7 kujimwagia mwili mzima. Kwa uwezo wake Allah utakuwa vizuri, utakuwa barabara, na utakwenda kufungukiwa matatizo yako na mambo yako yote insha Allah na vifungo vyako. Lakini kadhalika tunasema kwamba Suratul Qadri ni sura ambayo imeteremshwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, fi shahr Ramadhan, na usiku imeelezea vizuri zaidi usiku wenye cheo, ambao ni usiku wa Lailatul Qadri, na tumehusiwa sana kuweza kuutafuta usiku huu wenye cheo wa Lailatul Qadri kwa ajili ya kuweza kupata baraka nyingi pamoja na khairi, kuweza kufungukiwa mambo yetu na kuweza kukaa sawa katika maisha yetu. Ni lazima tuweze kuipata baraka ya uwepo wa Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min 1000 shahri, huu usiku wa Lailatul Qadri ni bora kuliko masiku 1000. Inshallah
tutumie sana nyakati zetu hizi, haswa katika hichi kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, kuitafuta Lailatul Qadri na kuweza kuifanyia kazi. Na insha Allah ulikuwa nami ndugu yako Uncle K Muhammad Kundia, na kuomba usiache kusubscribe, usiache kulike, kucomment na kushare, ili kuwafunza na wenzako pia wapate kuona kinachoendelea. Kufikia hapo niseme kwamba wala afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.